Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin. Tukiwa tunaendelea tena katika jambo letu la ruqya, bali Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yeye si wa kwanza kufanya, yeye si mgeni katika jambo la ruqya, maana yake yeye analitambua jambo la ruqya, na si kwamba mwenye kuisema ruqya kuitia dosari ruqya kwa sababu zake. Kuna sababu utazikuta huku watu wanasema, wawezekanaje ukamshika binti wa watu kichwa, yuko na maharimu wake? Bali takwambia hata kama yuko na maharimu wake, kwa nini umshike kichwa binti wa watu akiwa unamsomea? Hii ni shubha shekhe, ni shubha. Lakini mtu huyu binti akiugua malaria anapelekwa hospitalini kwenda kutibiwa, na anayemshika huu mkono wake na kumchoma sindano ni dokta wa kiume. Tena mda huo yeye anaambiwa subiri kule nje binti aingie maabara. Pengine unakuta ni dada yake au ni mke wake, subiri nje binti aingie maabara. Huku yeye haoni shida hii, anaona kawaida hii haina shida kwa sababu yule dokta. Hii sio shida hii. Kwani ma aura nisa, uchi wa mwanamke ni nini? Ni mwili wote isipokuwa uso na viganja viwili. Kama haitoshi, yeye mwenyewe akiumwa apelekwa hospitali, anachomwa sindano katika kalio lake na dokta wa kike. Tena anambia shusha kidogo suruali, pandisha kanzu, anapandisha, anachomwa sindano, anasema hii sio faragha, hii sio faragha. Shekhe, itakuwaje unamfanyia ruqya mtu umekaa naye faragha? Kwanza niwaambie, cha kwanza, hii hoja ni ya kipumbavu. Cha kwanza, kwa sababu huwezi ukamfanyia mtu ruqya mkiwa wawili, jambo la kwanza. Kwa sababu unapofanya ruqya maana yake unaomba usaidizi kwa Allah. Wale mashayatini utakapoanza kuwazuru, watakapoanza kupata athari ya kisomo chako, lazima watapanda. Hata akiwa mwanamke akishapanda yale maruani au masubiani au maifriti, huwezi ukayazuia ukiwa wewe peke yako. Lazima katika kisomo mtakuwa kuanzia watatu na kuendelea, ili kuhakikisha usalama wa nyinyi kwanza, na yule mtu pengine asije kagonga kitu akaumia. Bali tukisema tuje kama mnavyosema hivyo, mnakataa faragha na kumuona mtu akiwa dondoka nguo zinavuka. Hao ambao wanaopiga vita ruqya, unakaa faragha na binti na kuwaje shekhe, aliyakuwa manguo yanavuka anaonekana. Yeye mke wake akikaribia kujifungua, muacha anaenda anaingia kule peke yake, anatibiwa, anarudi, yeye haisi faragha, wala hapa hakuna shida hapa. Lakini ikija kwenye swala ruqya, shekhe akitaka msomee binti anaona hii kawaida. Kule anaona vibaya yeye kumkosa mama na mtoto, anahofia katika nafsi yake, nitamkosa mama na mtoto, ngoja nistahimili kwa leo. Lakini kumhofia huyu binti kuingia katika shirki, kwa sababu pengine akikosa matibabu ya ruqya ya kisharia ataenda kwenye shirki, yeye hii kwake sio shida. Kwa hiyo hawa mashekhe wanaosema ruqya ni haramu, ndugu zangu wa Kiislamu, hawako sahihi. Ruqya imethibiti. Na tena maasafi shadidi, mimi kitu ambacho kinachonishangaza na kinachonsikitisha ni kwamba wengi katika mashekhe ni role model wa Sheikh Qayyim, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na Sheikh Ibn Baz. Lakini tena maajabu mengine yanayonichekesha, hawa mashekhe ambao ndio role model wao, huyu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, huyu Sheikh Qayyim na huyu Sheikh Ibn Baz, ndio miongoni mwa mashekhe ambao wameelezea sana jambo la ruqya kuliko mashekhe wengi sana. Lakini hawa ndio role model wao, lakini hivi hawa hawavisomi. Lakini ndugu yangu katika imani, ukitaka utokwe na shaka, nenda katafute vitabu usome. Mambo mengi sana mashekhe wanayazungumza pasi na elimu. Mashekhe wanachanganya ilmu. Ukiwa na ilmu ya fiqh, mwanzo nilizungumza ilmu za Bi Aisha, alikuwa na ilmu 3: fiqh, shairi pamoja na